Bwana Yesu asifiwe na kusalimu kwa jina la Yesu aliyo hai. Kwanza nipende kumshukuru Mungu kwa namna vile ambavyo naendelea. Pasina shaka hapa nipo mahali fulani kwa fundi redio. Zaidi ya yote, kama unavyoona ndugu mtazamaji utakayekuwa ukisikia klipu hii, hapa unaona hizi ni speaker, unaona baadhi ya mapochopocho hapa, makorokoro fulani. Nipo kwa fundi redio, nimelazimika klipu hii nitolee kwa fundi redio. Imenilazimu kwa sababu nataka nizungumze na ndugu zangu wachungaji waliwahi kunilea kwenye imani fulani. Kweli itaonekana na wafedhesha, kweli itaonekana na wazalilisha, kweli itaonekana nimewadharau, lakini kibiblia nahisi ndo nitakuwa na wapenda kuliko wanavyowapenda wazazi wao. Kibiblia nitaonekana na wapenda kuliko wanavyowapenda wake zao. Kibiblia nitaonekana na wapenda kuliko wanavyowapenda watoto wao wanaoita wanawapenda wazazi wao. Lakini zaidi ya yote nataka nizungumze kilichofanya wachungaji wakati nchi inaingia kwenye dhiki kubwa ya mauaji, ya utekaji, ya dhuluma, hawako tayari kujitambulisha vyeo walivyo navyo, wakiwemo wachungaji, wakiwemo wahubiri wanaoitwa wainjilisti, wakiwemo wanaoitwa maaskofu. Hawako tayari kujitambulisha vyeo vyao. Sababu gani? Hatari inapokuwa imeingia kwenye nchi, dhiki inapokuwa imeingia kwenye nchi, hawako tayari kujitambulisha vyeo vyao, kwamba yeye ni mwinjilisti wa kitaifa, yeye ni askofu mkuu wa imani fulani, yeye ni mchungaji fulani wa imani fulani. Hawako tayari. Kwa nini? Kilichofanya wasiwe tayari nitaelezea kwa uchache. Kilichofanya wasiwe tayari wakati nchi inaendelea kupitia kwenye hatari nyingi ya mauaji, ya utekaji, ni hii bahasha. Hii bahasha imewafanya wachungaji hawa, ndugu zangu, imewafanya kipande kikubwa wasiweze kuelezea waliotakiwa kuelezea, wasiweze kufafanua ubinadamu ni nini, wakati nchi inapitiwa kwenye dhiki nyingi, kwenye hatari nyingi, ukiwemo wakati huu tulionao juu ya utekaji na mauaji na dhuluma nyingi. Wakati tunaendelea na hizo hatari nyingi ambazo baadhi ya watu wanatekwa, baadhi ya watu wanauawa, baadhi ya watu wanadhulumiwa mali zao, baadhi ya wachungaji wa aina hii, kweli nitaonekana na wafedhesha, kweli nitaonekana nimewadharau, lakini nimekuambia kibiblia, huenda ndo na upendo nao kuliko washirika wao. Huenda mimi ndo upendo wenyewe kuliko washirika wanaowalea. Huenda nina upendo kuliko washirika wanaowalea. Huenda nina upendo kuliko wake zao, watoto zao. Kweli nitaonekana na wazalilisha, ila bahasha, msipende bahasha kuliko maagizo mliowahi agizwa kibiblia. Sasa nitarudi nisome Biblia kwa uchache, kitabu cha Isaya 58:1. Isaya 58:1, Biblia inasemaje? Isaya 58:1 anasema hivi: piga kelele usiache, piga kelele usiache. Mchungaji, askofu, mhubiri wa aina yoyote, askofu mkuu wa kitaifa, piga kelele. Biblia hapa inasema piga kelele usiache, paza sauti yako kama tarumbeta, uwahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao, na nyumba ya mtekaji dhambi zao. Kilichofanya mnyamaze wachungaji, ndugu zangu nyinyi mliowahi kunilea kipindi fulani, mwaka fulani nilipokuwa kwenye imani hiyo, mimi niwaambie msinyamaze, pamoja na kuitwa wachungaji wa kitaifa, wahubiri wa kitaifa, askofu mkuu, hampazi kunyamaza. Lakini kilichofanya mnyamaze, kilicholazimisha mnyamaze,
bahasha mnaipenda na tumbo mnalipenda na maisha yenu mnayapenda. Mahali fulani Yesu alishawahi sema kuwa ikitokea mtu unampenda mtoto kuliko kunipenda mimi, ukitokea umewapenda wazazi kuliko kunipenda mimi, haunifai, haunistahili. Sasa ndugu zangu wachungaji, ndugu zangu maaskofu, hii mnaipenda sana hii kitu mnaipenda sana hii kitu. Ina nini humu ndani? Hii kitu ndo iliyofanya msiongee mnaopasa kuongea. Sasa rudini gereji, rudini gereji, rudini gereji humu, msome mapito ya zamani. Rudini gereji humu, alafu msome mapito ya zamani, huenda mtaelewa hiki ninachokiongea. Na anakuja na nyimbo fulani, Mungu akitupa neema, hata kabla ya Oktoba kunakoitwa kutiki, nakuja na nyimbo inayoitwa bahasha na nini humu. Unawaua wachungaji bahasha. Tukutane katika klipu ijayo.